Wale wenye akili waliangalia hii dunia walipogundua kwamba yeyote ambaye yuko hai ndani yake hana chake. Huna chako. Haya yote ambayo umeamiliki umepewa kwa muda tu, kwa muda. Iko siku utakuja kuyaacha yote hapa. Ndio kuna hadithi Mtume sallam anasema yaqulu ibnu adam mali mali. Binadamu anasema kila wakati mali yangu, mali yangu. Jamani, binadamu anasema mali yangu, nyumba yangu, ardhi yangu, shamba yangu, pesa zangu, gari yangu, akaunti yangu. Mtume anamuuliza binadamu, wa hal laka ya ibn adam min malika? Wewe binadamu na mali yako kweli hapa duniani? Huna kitu. Katika hii hadithi Mtume anasema mali ya binadamu ni vitu vitatu: illa ma akalta fa aqnait. Mali yako ni ile ambayo umeshakula tayari ukashiba, hiyo ndio yako. Ile ambayo umezitia ndani ya fridge, umeweka stock kwenye ghala, kwenye store yako ya chakula nyumbani, huenda usiweze kuyakaribia haya yakaja kuliwa na watu wengine, si yako hiyo. Yako ni ile ushakula. Au labista fa ablait. Mali yako ni ile ulovaa mpaka ikawa kuukuu, hiyo ndio yako. Zile ambayo umezirundika ndani ya kabati, saa nyingine usiweze kuyakaribia hayo, yakaja kuvaliwa na watu wengine. Tena siku ya kufa kwako hata hujaanza kuoshwa, watu wanakuja, marafiki zako, jamaa zako, watu wa karibu, wanaanza kuomba vitu vyako. Mimi nataka miwani ya mzee, mwingine anasema nataka saa ya mzee, mwingine anasema nataka kanzu yake, mwingine anasema nataka kofia yake. Yanaanza kuchukuliwa na hujaanza hata kuoshwa, si yako hiyo. Au tasaddaqta fa amdait. Mali yako ni ile ambayo uliitolea sadaqa na unangojea malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ile pesa ambayo uko nayo mfukoni na ile ambayo umeirundika kwenye account, kwenye bank, wenda ikawa si yako hiyo, itakuja kufujwa na watu wengine. Yako ni ile uliyoitolea sadaqa, yako ni ile uliyoitolea sadaqa. Kwa hivyo Imamu Shafi'i anasema nadharu ilaiha, nadharu fiha, falamma alimu anna laysat lihayyin watana. Walipogundua kwamba kumbe yeyote mwenye uhai hapa duniani hana chake. Unajua walifanya nini hawa watu wenye akili hao? Ja'aluha lujjatan